nina jambo nataka kukuambia. Nakusikiza mpenzi wangu. Karibu. Ni jambo jema kwetu. Nina ujauzito. Mke wangu, mbona huonyeshi kuwa mjamzito? Leo nilienda zahanati kupima na nikakuta nina ujauzito. Hivi unaongea kirahisi eti na mimba? Alikwambia mimi na shida na mtoto nani? Nisikize kwa makini. Sipo tayari kulea mimba ama mtoto. Kwa taarifa yako, nina mambo yangu kufanya. Francis, unaongea nini? Mbona sikuelewi? Hunielewi? Nadhani umenisikia vizuri kwa sababu wewe sio kiziwi. Na tutakwambia, ukitaka tunde sawa, katoe hiyo mimba yako. Kwa nini unakuwa hivi lakini? Wewe ndio uliosema unatamani mimi niwe mama watoto wako. Wewe ndio uliosema kwa utakuwa na mimi katika shida. Uko wapi upendo wako? Mbona aibu imepotea usoni mwako? Nisikilize kwa makini. Tena unielewe. Mimi na wewe tulikuwa kama abiria ndani ya daladala. Wote tukashuka. Ukienda kushoto, mimi nikienda kulia. Sina mjadala. Ninatoka. Nikirudi, umepata jibu. Unatoa mimba ama unalea? Pumbavu mkubwa. Usitake niamini kilichotokea jana. Kwanza nikuulize, umelala wapi? Ama una nyumba nyingine tofauti na hii? Wewe kama nani unaniuliza hivyo? Kama unafikiri upo ndotoni, amka sasa. Maana ndoto yako inaelekea kwa kweli. Naomba katoe hoja uzito kama utali kuishi na mimi. La sivyo, njia nyeupe. Naomba uniache na nyumba yangu. Shemeji, habari yako? Shemeji. Shemeji. Shemeji Juma, karibu. Asante shemeji. Mbona nakuona kama unabali sana shemeji? Vipi? Nini tatizo? Kwema?
Kwema. Hapana, mimi nakufahamu vizuri tu shemeji yangu. Unaonekana leo hauko sawa kabisa. Shemeji, kwenye maisha ikifika hatua ya mtu uliomwamini akakuumiza, unaona una thamani ya kuishi hapa duniani. Kwa hiyo unataka kuniambia swala la kutapeliwa hujalisahau tu? Shemeji, kuhusu kutapeliwa, mbona nimesahau? Na hata kusamehe nimesamehe. Shemeji, rafiki yako Francis ameniumiza sana. Mpaka najiuliza, ni kwa nini mimi tu? Shemeji, Francis mimi namudu vizuri tu. Nieleze kila kitu. Sawa. Jana nilienda kupima. Kakutwa na ujauzito miezi 2. Nikajaribu kumwambia Francis. Amekataa. Na tena ameniambia nitoe. Kwa sababu yeye hayuko lazima kulea kwa sasa. Shemeji, tuliza pressure. Nitamtafuta Francis, nitaongea naye na kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, nikuelewa. Shemeji, nipe chai na chapati 3. Ndugu yangu, mimi nimefunga duka kwa ajili yako. Na ikizingatia mimi ni mkubwa kwako. Pale unapokosea, ninapaswa mimi kukukanya kama mkubwa wako. Kwa nini umemwambia mkeo akatoe ujauzito? Ndugu yangu, mimi nakuheshimu sana, tena sana. Hivyo, naomba usije kufanya mimi nikavunje heshima kwako. Mimi sina mke bro. Na tena tengua kauli yako. Oh, unataka kuniambia yule sio mkeo? Hebu nipe sababu. Nikupe sababu? Wewe kama nani? Baba yake? Mama yake? Dada yake? Au nani wake? Bro, wakati huu leo tungekuwa dukani kwako, ungekuwa ushaingiza faida kubwa sana. Usifuatilie mambo yangu. Nafahamu kile ninachokifanya. Sawa? Sawa kaka. Utarudi kwangu. Kama sio kwa masika ni kwa kiangazi. Una nini bwana wewe? Wewe ni nani rudi kwako? Chukua temu yako. Wewe umeamua kwenda kukaa kwa mabaraza kunizungumzia sio? Pumbavu mkubwa wewe. Mimi sipola sikutoa mimi. Ulishawahi kujiuliza huyo mtoto alikopo tumboni anaweza kaja kwa nani? Je, akiwa engineer ama mkemia ama daktari mkuu? Sasa kumebeba hatima yetu. Sasa kwa tulipofikia, naomba tu nipe pesa zangu mimi niondoke. Sikia wewe, sikupi hata shimia. Pesa uzonipa ni sasa nimekata kodi kwa kipindi chote ulichokaa hapa ndani, kula na kucheza choo. Kumbuka hilo ni jasho langu. Kama utafanya hivyo, na kuapia kwa Mungu Baba, pesa hiyo itakusumbua mpaka kifo chako. Sikia wewe mwanampotevu, uliopotea njia. Dua la kuku halimpati mwewe, wahenga walisema. Sawa. Najua kiumbe kilichopo ndani yangu kinaona napitia namna hii. Ni kikombe kimeandaliwa kwa ajili yangu. Sina budi kukinywa.
Mwanangu, mbona unarudi kazini saa hizi na sio kawaida yako? Ni hali ya uchovu tu mama. Hapana mwanangu, usinifiche. Mimi ni mtu mzima, halafu ni jirani yako. Mimi ni mama yako au dada yako. Jana nilisikia ugomvi wewe na mume wako, ila mwanangu, usijali, vumilia kwenye ndoa yako. Wanawake ndio tunavyopitia, na hata mama yako pia na baba yako nimepitia magumu. Kwa hiyo na wewe vumilia, udumu na mume wako. Sawa mama wangu, nimekuelewa. Kimfaacho mtu ni chake. Pesa ninayo. Nini kinafuata sasa? Aha, nilikuwa na ndoto muda mrefu, nikipata pesa niende mjini. Kwa hiyo natakiwa nitembee katika ndoto zangu. Sawa, nimepata jibu. Lakini natakiwa nifanye haraka kabisa kabla huyu mwanamke hajashauriwa kwenda kwenye madawati ya kijinsia. Maana akienda huko nitakuwa matatizoni. Ila ngoja nimpigie mwenye nyumba simu, nimkabidhi jengo lake.
umekuwa kama panya mdogo ambaye umefurahia kula chakula cha makombo ndani ya meli na kusahau meli ikizama hutoweza kutoka kabisa. Nimechukua uamuzi wa kuondoka kwa kuwa siko radhi kulea hiyo mimba, kwani malengo yangu ni kujiendeleza kielimu. Ila naomba utambue hiyo nyumba sio yangu, nilikuwa mlinzi tu. Kwa hiyo usidhani kama una ulisi wowote utakaopata hapo. Kiufupi nilikuwa mtafutaji tu kama wewe, sina vinasaba na hicho kijiji. Mwisho nikutakie maisha mema.